Habari, natumaini uko salama. Kwa majina yangu naitwa Dr. Elizabeth kutokea hospitali ya Afya Time Specialized Polyclinic iliyopo Lelaboma mkabala na jengo la Marine House. Na leo nitaenda kuzungumzia tatizo ambalo limekuwa likisumbua sana jamii kwa sasa hivi na pia likiongeza ongezeko kubwa la vifo duniani. Tatizo hili ni shambulio la moyo, yani heart attack. Tatizo hili limekuwa likisumbua sana. Kwa hivyo leo tutaenda kuangalia mambo gani au vitu gani husababisha shambulio la moyo. Tutaenda kuangalia watu gani wapo hatarini kupata tatizo hili, tutaenda kuangalia dalili, tutaenda kuangalia mambo gani muhimu ya kufanya ili kuzuia kupata shambulio la moyo, lakini pia cha msingi tutaenda kuangalia madhara ambayo yanasababishwa na shambulio la moyo. Heart attack ni moja ya magonjwa hatari sana ambayo yanaweza kumpata mtu yoyote na ni miongoni mwa magonjwa yanayoongoza kwa kusababisha vifo duniani. Kwa kawaida ugonjwa huu hutokea pale ambapo sehemu ya nyama ya moyo inapoharibika au kufa kutokana na kukosa damu ya kutosha, na husababishwa na kuziba kwa mishipa ya damu inayosambaza damu katika moyo, coronary artery blockage, kutokana na mafuta mabaya mwilini. Na watu walioko katika hatari ya kupata tatizo hili ni pamoja na wenye umri mkubwa, miaka 45 kwa wanaume na 55 kwa wanawake, wavutaji wa sigara, wenye kisukari, wenye matatizo ya shinikizo la damu, walio na unene kupita kiasi, wenye matatizo sugu na kushindwa kufanya kazi kwa figo zao, moyo kushindwa kufanya kazi vizuri, wanywaji wa pombe kupindukia, watumiaji wa madawa ya kulevya hasa wale wanaotumia cocaine, na watu wenye msongo wa mawazo. Lakini dalili zitakazojitokeza kwa mgonjwa ni kama vile kupata maumivu makali ya ghafla kifuani ambao husambaa kwenye taya, shingo, bega na mkono wa kushoto, kupata shida ya kupumua, kutoka jasho kwa wingi sana, kuhisi mapigo ya moyo yanapiga kwa haraka, kuhisi kichefuchefu ama kutapika, kuchoka haraka sana, wakati mwingine kupoteza fahamu. Lakini njia za kuzuia shambulizi la moyo ni kuacha kuvuta sigara, kufanya mazoezi ya mara kwa mara, kupunguza unywaji wa pombe, kubadilisha aina ya mlo, hususan kupunguza mafuta katika mlo na chumvi, pia kutumia mafuta ya samaki, omega 3 fatty acids. Na madhara ambayo yanaweza kujitokeza kwa ugonjwa wa shinikizo la moyo ni kama vile moyo kushindwa kufanya kazi vizuri, heart failure, na matatizo katika mfumo wa mapigo ya moyo, arterial fibrillation, ambayo hatimaye hupelekea kifo. Shambulizi la moyo kurudia mara ya pili, kifo cha ghafla. Shambulio la moyo ni tatizo linalohitaji matibabu ya dharura. Lisipotibiwa kwa haraka husababisha kifo katika muda mfupi ambao mgonjwa apatwe na tatizo hilo. Hivyo hakikisha ukiona unapata dalili hizo ama jirani yako au mtu uliyeko naye karibu ameanza kupata dalili hizo, fika kituo cha afya kilichopo karibu na wewe kwa haraka kwa ajili ya kupata matibabu ili kuzuia kifo cha ghafla.